Kila uchaguzi kuna washindi. Kuna magavana, kuna maseneta, kuna ma MCA, kuna wabunge, hadi pia kuna rais, kuna wawakilishi wa kike. Lakini nyuma ya ushindi huo, kuna mtu mmoja ambaye jina lake haliwezi kusikika kamwe. Ni mwananchi wa kawaida. Leo hadithi ya huyu mwananchi wa kawaida tutaenda kufanya nini? Tutaenda kuisimulia. Mwananchi wa kawaida haonekani kwenye runinga, ama haonekani kwenye mikutano ya kifahari fahari pale. Unapata wengine wanapoenda pale New York pale katika United Nations, mwananchi wa kawaida hawezi kufika pale. Lakini yeye ndiye hubeba mzigo mzito, ndiye hubeba mzigo, yeye ndiye hubeba uchumi wa taifa. Na anaamka mapema, si kwa sababu anapenda, bali anaweza kulazimishwa. Anapambana na bei ya maisha, anapambana na kodi, na mshahara wake ni ule ule mdogo tu. Lakini kampeni ikifika, kila wakati kampeni inapofika, anaambiwa subiri. Tutafanya nini? Tutatekeleza, tutatenda, tumepanga. Anasema mabadiliko yanakuja. Lakini bado mwananchi fanya nini? Anaamini, anasubiri, anaenda anapiga kura tena. Anapata nini? Anatumaini ya kwamba mambo yataweza kubadilika. Anabakia pale pale. Lakini uchaguzi ukiisha, barabara zinabaki vile vile. Bei inapanda zaidi. Kutoka bei ilikuwa mbaya na inakuwa mbaya zaidi. Na maisha yanazidi kuwa magumu. Anapenda kuuliza maswali, anaambiwa subiri. Anaambiwa tunafanya kazi, ama anaambiwa tumepangilia. Lakini miaka inapita na subira inazidi kufanya nini? Inageuka kuwa mateso ya kawaida. Walikuwa na subiri tu, lakini miaka inapozidi kupita, hii subiri inakuwa ni jambo la kawaida. Walikuwa wameambiwa kusubiri, wanasubiri katika mateso. Miaka inazidi kusonga na hii subira yao inakuwa ni mateso ya kawaida tu. Wameambiwa tu, ukimwambia subiri anajua kawaida, hii ni mateso yangu na lazima nitaikula tu hivyo hivyo. Tatizo la mwananchi wa kawaida si kukosa matumaini. Tatizo lake ni kuzoea mateso. Na ni kuzoea kuteswa na mfumo unaofanikisha, na mfumo huu ambao tunaweza kupigia kura unafanikisha hili. Unafanikisha kwamba baada ya kila uchaguzi tunakuja tunauziwa hopes. Mwananchi huyu wa kawaida anauziwa matumaini. Kila siku matumaini tu inazidi kuuziwa pale. Anazidi yani kila siku, kila kukicha, wanasiasa wanakuja wanampatia matumaini ambayo ni matumaini ambayo hawezi kutimika tena. Na atazidi kusubiri tu, atazidi kusubiri. Miaka nenda miaka rudi. Lakini licha ya kusubiri kwake, hakuna badiliko lolote ambalo litaweza kufanyika. Anazidi kuishi pale katika shida yake. Sasa inakuwa ni mazoea yeye kuishi katika shida. Kama ni barabara mbovu, atapita kwa ile barabara mbovu hadi atakuja azoee. Kwake hiyo barabara mbovu ni mazoea yake. Hata anajua pale penye kuna portal, penye anaweza kufanya nini, anaweza kuruka. Anajua ikifika muda fulani, kama ni bridge, daraja ambazo hazijajengwa vizuri, anajua kwamba msimu fulani ukifika nafaa kufika nyumbani maybe by saa 12 ili nisiweze kubebwa na maji. Ni mazoea yake kufanya ni kupitia ile mateso. Hiyo ndio tatizo kubwa la mwananchi wa kawaida. Huu mfumo umeweza kufanikisha jambo hilo. Alafu tatizo lingine ni wamechoka kuuliza maswali, kwa sababu kila wakati akiuliza maswali, ataambiwa tunatenda, tumetenga, tunatekeleza. Hadi anachoka kuuliza maswali mengine tena. Na kwamba tatizo ambalo mwananchi anafanya nini? Baada ya kuchoka kuuliza maswali, anakuja anafika mahali anaweza kunyamaza. Hasa hapo inakuwa ndonda sugu kwa huyu mwananchi wa kawaida. Akiweza kunyamaza, hakuna jambo litaweza kutekelezwa. Kwa hivyo mwananchi anaponyamaza, mzigo wako unakuwa faida kwa wengine. Haitakuwa ni faida kwake. Yeye akinyamaza, wale watu ambao wamechaguliwa kama ni kupora watapora tu. Na hakuna kitu ambao utawafanyia, kwa sababu hakuna mtu anafanya nini, anaweza kuwawajibisha wale ambao wanapaswa kuwajibika.
ili kuweza kuleta maendeleo katika mwananchi wa kawaida, naye angalau apate kitu ya kujivunia kwamba yeye ni Mkenya ama yeye ni mwananchi tu. Ni kwamba demokrasia ambayo tunaipigania pale na kwenda kuipigia kura kila siku, kila baada ya miaka mitano tunaruka asubuhi kuweza kwenda kupiga kura na kupambania demokrasia yetu. Hii demokrasia itakufa kwa risasi, itakufa baada ya sisi kunyamaza, baada ya mwananchi wa kawaida kunyamaza. Kwa hivyo mwananchi hapaswi kunyamaza, zidi kupaza sauti yako hadi pale ambapo wale ambao tumeweza kuwachagua wataweza kuwajibika. Usinyamaze pale nyumbani kwako, ama tu ukaseme tu mimi siwezi kufanya. Ukinyamaza utakandamizwa na wale ambao tumeweza kuwachagua, wale wakubwa watu. Wataweza kukandamiza na hakuna maendeleo ambayo utaweza kuona. Kwa hivyo wengi wakinyamaza, pia wale wachache wanafaidika tu. Inapaswa wengi wajitokeze, wengi wapige kelele, wengi wapaze sauti, ndipo tutaweza kuona matunda ya demokrasia. Tunapaswa kukumbuka ya kwamba mwananchi ndio mwenye nguvu zaidi kulingana na katiba ya Kenya ambayo tulichagua. Mwananchi ndio mwenye nguvu zaidi kushinda wale viongozi wachache. Wananchi wanapaswa kujitokeza naweze kutetea haki yao ya kimsingi, haki yao ya kwanza katika katiba ya Kenya, ambayo imeweza kumpatia jukumu kubwa la kuwa na nguvu kushinda wale wengine. Ni hizo tu kwa siku ya leo. Tukutane tena utakaponiona.